Haya mtazamaji, karibu kwa mara nyingine tena, tukutane katika chuma kipya hiki. Chuma kinaitwa My Hood. Mimi naitwa Michael Lukindo, Mr. Informer, na burudani inaanzia hapa katika mji huu, moja kati ya majiji ya kule Shanghai, China. Na tunaanzia katika chumba cha kijana huyu mdogo, kijana ambaye anasoma shule moja inayojulikana kama Moon Island. Sasa kijana majira yake ya kuamka kuelekea shuleni alishawadia, ni asubuhi mapema, lakini basi mama yake alikuwa amemtega kumwamsha siku ile. Unaweza kuona anaipenda sana familia yake, hasa baba yake na mama yake, lakini basi mlio wa simu ndio ule umwamsha ile asubuhi. Kijana jina lake unaweza kumuita Baby Song ama Xiao Song. Nani? Wewe Xiao Song. Wewe vipi? Hebu fanya chapu bwana. Wewe vipi, mimi sikuelewi. Ina maana umesahau leo kuna mechi? Basi akaanza kummind mama yake. Mama, mbona hukuniamsha jamani? Haya, kuna bendera mbili ambazo tunazishuhudia hapa. Hizi ni bendera zinazowakilisha timu mbili kubwa kutoka shule mbili tofauti, na hapa ni kiwanja cha mpira ambao basi wengi wanautambua kama baseball. Kijana Xiao Song anakimbia kule kukutana na wenzie ili kuunganika nao. Kumbuka yeye anatokea shule inaitwa Moon Island, ni shule ya sekondari, na vile vile basi walikuwa wakipambana mara kwa mara na shule moja inaitwa Zongjia High School, ambao basi ndio wanawakilisha timu hii yenye jezi za njano ambazo basi zinatoka katika timu inayojulikana kama Silver Eagle Team. Na sasa kijana huyu ambaye basi tunamuita Xiao Song, yeye upande wake anatoka katika timu inaitwa Little Bear. Sasa wanaweza kuona yeye ndio ambaye wanamtegemea zaidi katika timu yake, licha ya kwamba basi timu yao inasema kwamba imekuwa na udhaifu wa hapa na pale. Mara kwa mara wamekuwa wakichapika kwelikweli na timu ya Silver Eagle. Huyu Wuto ndio kutokea katika Silver Eagle Team, anapendwa kwelikweli, ndio kijana handsome, lakini ndio kijana ambaye anakuaga akiipatia timu yake ushindi mara kwa mara. Noma kwelikweli. Basi watoto wa kike walikuwa wakimuona, wanamshangilia, wanajua kabisa ya kwamba siku hiyo timu yake lazima itapokea ushindi. Lakini wakati yote yakiendelea, tunaona kuna bwana mdogo hapa ambaye alikuwa yuko busy katika kuchorachora katika ubao wa kuchorea. Inakuwa kama yale ambayo tulitoka kuiona katika sinema iliyopita. Lakini basi kijana alikuwa yuko busy akiwa na earphone maskini mwake, anasikiliza tu muziki huko akijaribu kutoa mchoro mmoja matata. Lakini kwa mbali sauti za wengi zilikuwa zikimzingua. Mtu mmoja akamuita kama amemuita kwa jina lakini hakusikia. Lakini basi kijana alikuwa akisikia kwa mbali sauti ikiwa inasifia jina la Wuto. Kijana huyu umemwonaye hapa, jina lake anaitwa Yin. Moja kati ya vijana ambao machachari kweli kweli darasani. Ukisikia wale vijana ambao wanafanya vizuri basi ndio huyo. Kuna kijana mmoja pembeni unamwona hapa akijaribu kushangilia. Mtoto wa kike huyo akamwambia, wewe unajua kabisa tunaenda kupambana tena na kina Wuto, tutashinda kweli? Unafikiria kama baba yako Jio kama tulivyomzoea kuna kitu yote anaweza akafanya leo? Sasa angalia, huyo anayozungumzwa Jio ni baba wa huyo bonge ambaye anapiga drum, takuonyesha tena. Sasa wakati basi kijana Xiao Song anaingia uwanjani, anakutana na Wuto, wakaanza kupeana yale macho ya tambo. Wuto anamtazama namna hii, Xiao Song naye anampiga macho makavu. Basi ilikuwa ni kama vile wanaambiana leo ndio leo. Sasa angalia upande wa timu ya kina Xiao Song, ile timu inaitwa Little Bear kutokea basi shule ya Moon Island. Wamelala tu kwenye mabenchi, vijana wamesinzia, hawaeleweki. Kama ambavyo unaweza kuona, yani hata morale ya mchezo haipo kabisa. Afu kocha ambaye unamuita Mr. Tao, yani ndo kabisa amelala kwenye benchi kana kwamba anasubiria timu yake ifungwe warudi zao nyumbani. Alipoamshwa na kijana wake, basi moja kwa moja alichoamua kufanya ni kuamka, lakini kwa hasira sana. Naona kijana, vipi, mbona unaniamsha usingizini? Kamtazama namna hii. Vipi Xiao Song? Umewadia sasa? Hatimaye umefika. Kocha, sasa tunachezaje mechi ya leo? Hebu tupe mbinu. Nyenye hebu amka, njoeni hapa. Vijana wakaitwa pale mara moja ili kuweza kupanga mbinu za mchezo. Wote wakawa wamesimama kumsikiliza kocha. Leo tunacheza mara ya 10 tukiwa kama Little Bear. Nafikiri mnajua tunaenda kupambana na Silver Eagle. Sasa leo nawafundisha mbinu ya kushinda. Leo inabidi tushirikiane. Kamaliza. Mpaka uwezi amini Baby Song ama Xiao Song
akaona vipi tena kocha ndo umemaliza? Vijana wote morale ikaisha. Unaona sasa kocha huyu kila siku yeye ndo maneno yake anaongea. Jamani, nyinyi hamjui kama tunaenda kucheza na Silva. Samahani. Yaani kwamba mnajua kabisa tukienda kucheza na watu washindi. Sasa kwa nini mnajipanga hivi? Si itakuwa ndoto za Alina. Hebu acheni uvivu nyinyi. Leo kushinda mbona muhimu? Tunaenda tukapambana. Uwanja mzima uwezi amini. Wale vijana na mabinti mbalimbali kutokea Zongjia High School walikuwa wamefurika wakisifia timu yao. Hasa kuna bonge moja hapa. Kwanza ubonge anasifika kwa umbea. Sijui ni mtoto wa Kidigo. Yaani unaambiwa ni mbea balaa. Basi bonge leo walikuwa anasifia kulikweli timu yao ambayo basi ni Little Bear. Lakini huwezi amini wachezaji wa Little Bear hawana morale hata kidogo. Sasa hii kidogo ikawa inamsumbua sana Xiao Song. Yeye anaupenda sana mchezo wa baseball. Oya Dongxing, uko wapi mwanangu, mechi inakaribia kuanza? Huwezi kuja sababu naarisha. Wewe unaongea vitu gani mbona sikuelewi? Unanikatia simu? Wewe oya, halo? Amezima simu. Oya Dongxing hawezi kuja hapa. Oya kocha. Kocha. Basi ndo kwanza kocha anageukia upande wa pili kabisa. Basi unaambiwa Xiao Song ikawa inamsumbua sana. Sasa kidogo kocha. Unaweza kudhani ni gari ya polisi lakini simu yake ndo mlio wenyewe unaoitaka kwenye simu ya kocha. Kumbe alikuwa akipiga simu ni kijana Xiao Song akiwa hapo hapo. Sasa baada ya kuona anaita haitikiwi, njia ya simu ndo njia pekee aliona itamfaa. Wewe umechanganyikiwa. Wewe unafikiria hii simu unapiga betri unawikiisha hapo utachaji. Sasa hivi ina maana kwa hiyo Dongxing naye haji. Itakuwaje sasa? Ndo ambaye tunamtegemeaga tunakuaga tuko pamoja kwenye mchezo. Hayupo. Anasema anaarisha. Sasa hii inakuwaje? Nakuuliza tufanyeje? Huko upande wa pili unaambiwa jina la Wutong ndo linashangiliwa balaa. Bonge yuko pale. Baba yake ni mwalimu katika shule hiyo ambaye basi ni guide director. Anahusika upande wa wanafunzi akiwa anasimamia wanafunzi katika mambo mbalimbali yanayohusiana na maadili na mambo kadha wa kadha. Sasa angalia. Kuna kijana mmoja hapo shuleni ambaye anaitwa Tan Yao Yao. Ikabidi kocha akamuita. Unaitwa nani? Anaitwa Tan Yao Yao. I say ujiunge na timu yetu hapa. Kijana akashangaa. Sema mimi sijawahi kucheza na angaliaga tu kwa mbali. Sasa kama unaangaliaga leo ndo umepata nafasi ya kucheza. Lakini kocha, sasa Xiao Song anamwambia kocha, mbona masiara? Yaani unamchukua tu mtu hapa unataka aje acheze hapo hapo na mashindano ndo yanaanza sasa hivi tu. Hadi hajiandaa. Wengine ndo kule wanasinzia, wengine wanaota, wengine wanaachia tu vishuzi. Yaani kila mtu hana morali. Wameshafungwa na hiyo Silver Team, Silver Eagle mara zaidi ya 10. Leo ndo mchezo wao wa 10. Mtangazaji akisema jamani, kama mnavyoweza kuona barabara kabisa kutoka uwanja huu wakati wote tumeshajiandaa. Silver Eagle Team wanaingia uwanjani. Pande wa pili pale ni Little Bear. Mtangazaji kwa machachari kwelikweli anatangaza pale mechi iko karibuni kuanza. Sema jamani, leo ni mchezo wa 10 wakiwa wanapambana Little Bear pamoja na Silver Eagle. Je, wataweza kufua dafu mbele ya wababe wao Silver Eagle? Samani kidogo. Mkono wangu uliteleza. Huyo Wutong unaambiwa na mbombo kinoma. Mademo wanamkubali kinoma. Sasa hivi kwamba leo ndo tuseme kwamba mbona wengine wamesinzia kwa. Wamechoka. Wamechoka. Yaani kabla game haijaanza wameshachoka. Wewe ulitaka wafanyeje? Xiao Song alikuwa akimjibu kibaba. Haya, ngoja tuone jinsi mtakavyopoteza tena mchezo leo. Kapambane baba. Wutong alikuwa anajua kabisa game ya leo anaichukua. Kwa hiyo basi akawa anamuonesha kijana kwamba hawaogopi chochote. Yaani hawacheki na wowote. Sasa angalia upande wa pili. Natumai kama game ya leo itakuwa ni chapu. Sasa huyu ni kocha upande wa pili kutokea Silver Eagle. Wakapeana tambo pale. Bane, ni hatari sana. Sasa game ndio inaelekea kuanza. Haya, mchezo leo basi unaambiwa pale mtangazaji, commentator yule anaichapa kwa mbwembwe kama mpenja vile. Haya, Zhang Chen, pambana. Mchezo huu unaelezewa jinsi unavyofanyika, ya kwamba kuna anayerusha, kuna anayedaka na kuna anayeshoot. Sasa kama ikiwa basi anayedaka hata upata mpira, anayeshoot akaupiga mpira, inabidi azunguke uwanjani katika vituo vitatu, alafu warudi kwenye ile box lao la kwanza ambalo pale ndio basi wanasema kwamba unakuwa umekimbilia nyumbani. You go back home. Ukiweza kurudi mpaka pale basi maana yake unakuwa umepata pointi moja. Sasa angalia upande wa pili, anayerusha ni Wutong. Sasa wote wakasema yule ndio Wutong. Ndio Wutong yule. Hao sasa wanaozungumza ni wale wanafunzi wa Little Bear Team. Upande wa pili mashabiki kutokea shule inaitwa Moon Island. Hao mabinti hapo
lakini si mbaya. Ngoja tuone itakuwaje. Haya, angalia Wutong kajipanga kwelikweli. Sasa anaitakiwa kushuti. Anaitakiwa kushuti pale au bata. Wanaitwa the bata. Wale wanaoshuti na kile kirungu. Wanaitwa the bata, wanaoshuti. Kirushwa namna hii. Sasa yule aliyedaka anaitwa the catcher. Anayedaka. Sasa the bata ni yule mwenye kile kirungu. Sasa mwenye kirungu hajaweza kudaka. Maana yake hapo tayari Silver Eagle wameanza kuongoza mchezo. Maana yake wamekosa timu wale Little Bear. Haya, basi mpira ukarudishwa tena. Wutong inaonekana yuko vizuri kweli. Bata yuko pale anatakiwa atandike mpira. Sasa wanapeana tu signal chini kwa chini. Wale vijana wa Silver Eagle. Peana mbinu za kurusha tena. Ukatupwa. Speed ni ya juu sana. Wezi amini bwana. Tena kwa mara nyingine. Little Bear wamekosa pointi. Sasa inaonekana kabisa hapa kwa namna moja au nyingine wanaopeleka mchezo mpwete ni hawa wa Silver Eagle. Kile waliporusha hawa vijana wa Little Bear hawakufua dafu. Inaonekana kwa mara nyingine swing ilikuwa imekaa uzuri kweli kwa upande wa hao vijana kutokea Silver Eagle team kutokea Zongjia High School. Basi inaonekana kocha wao alikuwa anatabasamu tu. Haya, angalia. Katika hali ya kuonesha kabisa kwamba mchezo ulikuwa umewazidi Little Bear. Basi kabidi wamchague mtu mwingine anaitwa Zhang Zhen. Oya, nini kimetokea baba? Basi wezi amini. Sasa hiyo inaitwa substitute. Yaani inabidi wapokezane. Aingie mwingine. Ameenda mwingine. Mpira unarushwa lakini mambo ni yale. Bonge kule nyuma. Yaani ndo kabisa nasikia kama kwenda haja kubwa. Sasa unaambiwa walikuwa ni kama mchezo. Kila ikirushwa the bata kutokea Little Bear alikuwa anakosa mpira. Basi ulirushwa mara kadhaa lakini hakuna kitu. Wutong ilikuwa inaonekana kabisa amekuja vizuri leo kimchezo. Mtangazaji uwanjani akasema hakika momentum ya mchezo inaonekana imeelemea upande wa Silver Eagle wakiwa wanaendelea kuongoza katika mchezo huu. Sasa angalia. Oya, mbona timu yao imekaa nyori sana? Game leo inaonekana poa kweli ya mwanangu. Leo tunawafunga mengi baba. Aisee tupambane. Kocha wao yuko vizuri pale. Wote wanashangilia huko wanaenjoy kinyama. Haya, basi unaambiwa likafanyika tena substitute nyingine. Sasa anaenda kijana wetu Shao Song. Haya, basi wanashangilia kinyama. Little Bear fight. Little Bear fight. Hasa shule yao hawa Little Bear. Kwanza hata morale huu mchezo unakuwaga iko chini. Sababu hii timu wanayocheza nao huwa inawafunga mara kwa mara. Kwa hiyo hata washangiliaji walioenda ni wachache sana. Sasa the bata ambaye yuko hapa leo ni Shao Song. Ndio zamu yake. Ngoja tuone ataweza kuupiga mpira wa Wutong. Basi inasemekana pale kacha yule anayedaka mpira anampa signal Wutong. Sasa tayari mpira ukaanza kurushwa. Anayetakiwa kupiga mpira ni kijana wetu upande wa pili anaitwa Shao Song. Sasa mpira umerushwa, hii inaitwa bad ball. Bad ball maana yake inaweza kawapa alama wapinzani, yani Bear team. Kama mpira hauta swing vizuri, yani kunyooka katika eneo ambalo yule anayedaka amekaa pale akiusubiria mpira. Sasa huyu kijana Tan Yao akamuuliza kocha, hivi bad ball maana yake nini? Yani mpira mbaya maana yake nini? Mpira mbaya maana yake sio mpira mzuri. Achana nayo hiyo. Kwamba unamaanisha nini kocha? Hivi na maana wewe hujui chochote kweli? Anaongea Kichaga, huyu ni kocha wa Kichaga. Maana yake mpira hujadondokea mahala husika. Haujanepa, haujaenda katika eneo ambalo anayedaka anatakiwa kuwepo. Sasa hiyo maana yake yule the bata, yule anayepiga mpira pale, anayeshoot, hawezi kupiga mpira sababu haujatua sehemu husika. Sasa inasemekana ukirushwa hivyo ukaenda wrong mara 4. Yaani kukiwa na bad ball 4. Hii sasa inatakiwa kufanyika ile kitendo cha kukimbia katika alama zile, vituo vitatu ili kusudi wale timu pinzani wapate point. Sasa imerushwa bad ball ya pili. Wutong inawezekana vipi akarusha bad ball? Na ndio mchezaji ambaye ni captain wa timu anayetegemewa. Sasa mpaka mtangazaji anasema sijui Wutong anafikiria kitu gani. Basi wakawa anasema hebu tusubiri tuone tena. Ukarushwa mwingine. Wutong anarusha mpira lakini bado ikawa ni bad ball. Sasa kwa mara nyingine tena ikawa ni bad ball. Hii kidogo ikamkwaza sana the catcher, yule anayedaka mpira kutokea upande wa pili wa Silver Eagle team. Akaenda kumfuata mwenzie kwenda kuzungumza naye. Sasa angalia, Tan Yao anafurahia. Lakini akawa haelewi mbona watu washangilii. Kocha akamwangalia kwa macho ya hasira kulikweli. Wewe Wutong, wewe unafikiria nini? Mbona unarusha mpira kiajabu ajabu?
Wewe daka mpira bwana. Wewe nawe hujui kama hiyo wanaocheza ni triki tu, wanamchezea tu triki Shao San. Mnajidanganya, mnajifanya mnaongea tu hapo. Sasa unajua tena mambo ya mchezo hamnaga rafiki. Kila mtu yuko tayari kimashindano zaidi. Haya, wakati wakiwa wanabishana pale, kocha anaendelea kutazama mchezo upande wa pili, akiwa anaamini kwamba timu yake lazima itashinda. Basi angalia kilichotokea, wakabadilishana. Wutong akaenda kudaka, lakini yule the Butler ambaye tulikuwa tunamuona yeye akaenda upande wa pili kurusha. Ngoja tuone. Basi akajipanga vizuri kabisa ili tusije tukaona tena bad ball ya 4. Mpira unarushwa. Mpira ulirushwa kwa kasi ya juu sana. Shao Song akiwa amejipanga. Je, atafanikiwa? Akautazama vizuri. Bwana. Katika kujitahidi na kuweka juhudi, akaweza kuushuti ule mpira ambao ulikuwa umerushwa kwa ufasaha sana. Tandika. Sasa ikiwa ameushuti kama the Butler, mpira kwa kadri unavyokwenda namna hiyo, maana yake sasa basi ameweza kudhibiti mpira uliokuwa unatakiwa kwenda kwa Wutong. Sasa anatakiwa kukimbia kutoka katika vituo 4 kuzunguka uwanja kutoka pale alipokuwepo home. Sasa anakwenda kwenye kituo cha kwanza. Je, atafanikiwa? Ngoja tuone. Sasa anakwenda kasi kweli. Little Bear team wanashangilia kwa maana wanaweza kufanikiwa kupata pointi moja hapa. Basi anakimbia toka mkuku mbio kweli. Kituo cha kwanza amefanikiwa, inaitwa first base. Haya, anakwenda sasa kwenye second base. Haya, je, atafanikiwa? Shao Song anakwenda kwa juhudi kweli. Wanamuimbia shuleni kwao, pambana baba, pambana. Sasa anakwenda kwenye kituo cha pili. Je, ataweza kudefend? Acha tuone. Basi akiwa yuko mbio, wale wa Silver Eagle team wakaambia amekanyaga kituo cha pili, second base. Wakati anakwenda katika kituo cha 3, yani third base, ili aweze kuwalk home, kurudi katika kituo cha mwisho. Sasa angalia, wale Silver Eagle tayari walikuwa na mpira. Sasa wanamrushia yule the catcher. Sasa hapa inatakiwa Shao Song awahi kabla mpira haujamfikia the catcher. Lakini je, wataweza kupishana au wataweza kufika kwa wakati? Yuko mbio, ikiwa ndio tumaini la kupata pointi moja hapa. Ngoja tuone jinsi gani game itakwenda. Basi the catcher anausubiria mpira. Wakati huo Shao Song yuko katika juhudi za kurudi katika kituo kinaitwa the home. Anaruka kwa juhudi na bidii, wakati mpira nao ukiwa na kasi. Je, ataweza kugusa kituo? Mpira umemfikia the catcher, lakini kijana naye sekunde ile anagusa kituo cha the home. Basi pale maana yake anafanikiwa kunasa pointi moja. Bear team wanapata pointi moja. Mwamuzi anasema safe. Basi ilikuwa shangwe kama zote, hawaamini. Wanasema kwa maana hiyo ina maana sisi tumepata pointi moja. Tumeipata pointi moja kutoka kwa Wutong. Imagine that. Maana yake ni kwamba Silver Eagle baada ya kupata mpira pale alipoupata the catcher, ilibidi anatakiwa kuurudisha mpira kutoka kwa anayerusha ili kusudi mpira urushwe tena. Halafu sasa ikiwa Little Bear wataukosa katika kuupiga, maana yake ni kwamba watakuwa wamekosa point. Lakini Silver team wameupata mpira, hawakuweza kuurusha kwa wakati. Na sasa basi the Bear team wanakuwa wamepata pointi moja. Shao Song anaipa timu yake pointi moja. Ladies and gentlemen, My Hood, ikiwa ndio kwanza ni episode ya kwanza, bonge moja la series. Sasa ulisema Shao Song kwamba hapo si itakuwa amefanikiwa kupata pointi moja. Wewe naye hujui kwamba amebahatisha. Wewe unafikiri kwamba Wutong ni mtu wa kumshinda kirahisi tu. Wewe subiri mpaka game itakapoisha. Yaani kocha wao alikuwa sio mtu wa kuhamasisha, alikuwa ni mtu fulani wa kuwavunja moyo kweli kweli. Wewe naye usikii, uelewi mpaka nikuimbie masikioni. Hai basi sawa mwalimu, sawa nimekuelewa. Kwa hiyo sasa sasa unaambiwa kijana huyu Tan Yao alikuwa akiuliza maswali kweli kweli. Ina maana macho yako yaone kule kilichotokea ama? Wutong amekasirika kwa kilichotokea pale. Sasa anaiongelea timu ya upande wa pili, utafikiria ndio timu ya shule yake. Yeye ni kocha wa upande wa timu ya Little Bear kutokea Moon Island High School. Ameajiriwa kwa ajili ya kuisaidia timu ya Little Bear ili iweze kufanya vizuri. Huyu mwamba ambaye basi jina lake anaitwa Mr. Tao Chishi. Yeye ni mwalimu wa academic na ni mwalimu pia anawasimamia vijana wake katika swala la michezo. Sasa Wutong amemind kinyama. Ni muda sasa wa yeye kuwa butler. I mean the butter. Alafu sasa upande huu wa pili ndio kijana wetu Shao Song. Ngoja tuone atarusha mpira wa aina gani. Rusha mpira wa kwanza. Inaonekana Wutong ameweza kuupata.
Sasa umeruka upande wa pili, anatakiwa kukimbia sasa kwenye first base, second base, alafu apite kwenye bounds zote, mipaka yote ili aweze kurudi home. Je, ataweza kufanya home run na kufika kupata pointi moja? Tayari amekwenda kwenye second base. Kila mmoja anaangalia. Bonge nyanya pale cha umbea naye anaangalia. Toto wa kidigo yule. Wacha tuone. Sasa anafanya home run. Je, atafanikiwa kufika kwa wakati? Kila mmoja akiwa anatazama, kila mmoja akiwa anatoa macho kweli kweli. Ladies and gentlemen, Wutong anafanya sasa home run. Je, wataweza kupata pointi moja ama itakuwa namna gani? Kumbuka hii ni episode ya kwanza tu. Na sasa kama atafika kwenye home run pale kwenye base ya kwanza, maana yake ni kwamba anaenda kupata pointi moja. Unaona? Maana yake unatoka home, unakimbia kwenye first base, second base, third base, alafu unarudi home, unafanya home run. Ukiweza kufika pale kwenye home run, basi maana yake unapata pointi moja. Angalia kinachotokea. Kila mmoja anatazama tena. Zilipigwa ball, zikapigwa ball, zikapigwa ball. Angalia kinachotokea ladies and gentlemen. Mipira mingi ambayo ilikuwa inarushwa bado ilikuwa inaweza kufanikiwa kunaswa na timu ya Silver Eagle. Je, nini kitakachotokea? Nini kitakachojiri? Nani ataibuka mshindi katika mechi hii? Asante kwa kuitazama episode ya kwanza, na huo basi ndio muhtasari wa episode ya kwanza. Wakati yote yanaendelea, acha nikwambie, tazama series yangu ambayo basi imetafsiriwa kwa Kiswahili, inaitwa Boyfriend. Moja kati ya season bora kali ambayo itakuvutia na utaipenda sana. Na nataka nikwambie ni moja kati ya zile top 10 ambazo nimekuwa nikitazama sana mimi mwenyewe na nakubali sana. Yaani nikizitazama mimi mwenyewe nasema da, kweli hapa nilitafsiri season alafu nikaitendea haki. Naenda kaitazame na utakuja kuniambia. Ipo hii pia ambayo inaitwa Dr. Love. Utaipenda sana pia. Moja kati ya series kali kwelikweli ambayo nimeitafsiri kwa lugha ya Kiswahili. Wakati nikiwa na kuambia haya, jinsi gani utazipata series hizi, nenda katika sehemu ya playlist ya channel yangu, alafu moja kwa moja utafanikiwa kujionea playlist ya Dr. Love ama kujionea playlist ya Boyfriend, ama unaweza kusachi Boyfriend alafu unaandika imetafsiriwa Kiswahili, na pale mbele unaweza kuandika Michael Lukindo. Yani ukiandika tu hivyo itatokea ile ambayo nimeitafsiri mimi moja kwa moja. Boyfriend ni moja kati ya series au season ya mapenzi ambayo kali kulikweli, ya kishule shule, bonge moja la season. Yani mimi mwenyewe nikitazamaga nasema do, kweli kazi hapa nilifanya kweli. Na vile vile Dr. Love, moja kati pia ya season kali sana ambayo ndani yake kuna visa vizuri kweli vya mapenzi. Hii ilikuwa ni episode ya kwanza ya My Hood. Tutakwenda kwenye episode ya pili. Burudani lazima iendelee ladies and gentlemen, niko nawe mpaka tamati. Kumbuka subscribe, hakikisha una comment, una like pamoja na kushare.